Nawasalimia kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ninashukuru Mungu alasiri ya leo kwa kunipatia nafasi ninene na Wakenya wale ambao watafikiwa na ujumbe ili wakaweze kuomba kwa ajili ya taifa letu la Kenya. Akuko kuzuri na huduma yangu ni ya kinabii. Mimi nasemanga kile Mungu nasikia ameniambia, na wakati huu Kenya shetani ameachiliwa wafurugu kila mahali. Hivi sasa wanasiasa waliacha shughuli zao za kuhudumia Wakenya, wako kwa uwanja wa vita wakipigana. Taifa la Kenya kuna hatari ya kifo, na nitawaambia kanisa, ombeni kwa ajili ya taifa letu, kutoka viongozi wa juu mpaka huku chini. Msinyamaze. Nimetoa njumbe nyingi, unabii nyingi na sinatimia. Hata sasa nitawaambia. Niliambiwa na sauti nikaambiwa, na ndio sababu naambia kanisa iombe. Tukifikia 2027 baadhi yao hawatakuwa kwa zile ballot papers. Na nikasikia huo ujumbe uko mzito. Nikasikia baadhi yao nilioneshwa ni nani na nani na nani. Lakini sita shida nia kuwatanja. Ningependa mimi muwe na maridhiano ili shetani asipate nafasi kwa taifa letu. Na kanisa, nanyi muombe, msinyamaze, tuwashikilie na maombi. Hata kama wametenda dhambi, tumulilie Mungu kama Musa na Samueli. Mimi sipendi kutoa unabii kama Yona. Yona aliambia kijiji cha Nineve, tubuni, tubuni. Lakini ndani ya moyo wake alitaka wapigwe. Ombi langu, mimi napendanga kuwa na moyo kama wa Musa, moyo wa huruma kama wa Samueli. Anawalilia Waisraeli, analilia hata Sauli hata akiwa ameasi Mungu. Hiyo ndio ile roho anapenda niwe nayo. Si nitoe unabii nikitarajia nikisema nusu mlingoti. Nataka tu hiwe ni hivyo hivyo ndio niseme unabii umetimia. Mimi nitaendelea kuomba, nitaendelea kuililia taifa langu, lakini hata nyinyi wanasiasa jirekebisheni, na kanisa msilale. Shetani ameshaingia kwa taifa letu, wa kumwaga damu, wa kuharibu uchumi. Tumefahamiwa kwa njia zote, hata za magonjwa. Tunaomba Yesu atuhurumie, na ni katika jina la Yesu tutakapo liita hilo jina peke yake ndio tutapata wokovu. Sema amen.